kuna artificial intelligence, kuna robot pale. Ukifika tunasema karibu mteja. Mimi niliona Japan. Karibu mteja. Kwanza unajua wewe ni mtu, huwezi kujua sio mtu. Mimi niliona anakuinamia, "Utukali samadeshta." Unajua ni mtu. Ila baadaye utakuja kugundua anavyotembea, anatembea kwa kanuni sana. Unaona mbona mtu anatembea kwa kanuni sana? Linaanza unalifuata, linabonyeza lenyewe hiyo lift ya kweli, linabonyeza, halafu linakwambia dozo onegai keshimasu, ya ingia karibu. Unapita, ukiingia na lenyewe linaingia, linabonyeza. Linakupeleka mpaka unapotaka, linafungua, linakuonyesha kitanda, limesimama tu. Unaona, baadaye nakuuliza umeridhika? Unasema sawa, nakwambia twende. Mnashuka nalo tena, huwezi kujua kwamba si mtu. Hiyo ndio inaitwa artificial intelligence. Ulimwengu unakwenda kwa kasi kuliko unavyofikiria. Unanisikia Naomba mtu anisikie, kwa sababu leo kuna mtu amelengwa. Wana mifumo wa dunia, wanaoongoza mifumo ya dunia, wameamua waipange dunia upya tena. Huu ndio wakati wa kujinoa visivyo kawaida. Aliye na dhambi aache dhambi, anayesema uongo aache uongo, maana saa ambayo Mungu anataka kuweka thamani, hebu sema thamani. Mtu aliyeokoka ndio utajua thamani yake. Kila siku kuna bidii za kusukuma ulimwengu uende kwa kasi, ili yale yaliyopangwa na mpinga Kristo na watu wake na mifumo ya dunia yatokee kwa haraka kabla hujashtuka. Lakini hamkosi kuzitambua hila zake. Hebu mpigie Bwana makofi, haleluya. Sikia vizuri, sikiliza vizuri. Teknolojia hii wameanza sasa kwenye internet, wakaanza kitu kinaitwa generation ya kwanza. Yani ile speed ya internet unapokuwa unabonyeza hivi, speed yake ilikuwa inaitwa generation ya kwanza. Baadaye wakaingia kwenye generation ya pili. Baadaye generation ya tatu inaitwa 3G. Unapoona kwenye kasimu kako 3G. Huu unaona 3G, unaambia tukuwekee 3G. Wamefika sasa tukuwekee 4G. Huu unaona kale kanaitwa generation ya 4, generation ya 3, generation ya 4. Kinafanyikaje hicho kitu? Hicho kitu kinafanyika hivi. Walishapeleka satellite kule juu. Kuna wataalamu wanaochukua signal kutoka kwenye satellite, wanazileta kwenye majumba ya watu. Wanatumia radio frequency kuchukua signal kutoka kwenye satellite, wanazileta kwenye majumba ya watu. Sasa ndio wewe unapata hii internet. Unapata hii internet kwa sababu kuna signals zinachukuliwa kutoka kwenye satellite, zinaingizwa kwenye majumba ya watu. Lengo la zamani la simu za mkononi, walikuwa wanalenga kwamba watu watakuwa na simu za mkononi wakiwa wanatembea, haikulenga nyumbani. Lakini sasa hivi simu za mkononi ndio hizo za nyumbani. Ulimwengu sasa umeingia kwenye artificial intelligence. Hebu sema artificial intelligence. Artificial intelligence ni kwamba kule tunakoelekea kila kitu kinatakiwa kiwe cha kiinternet. Kwa mfano, tuwe na magari yanayoongozwa na internet. Halina dereva. Kule wenzetu walishaanza tayari, haina dereva. Ukiingia tu address yao, ukiingiza address yao kwamba pa ukaandika kwa mfano Msewe, nyumba namba fulani kwa fulani, alafu ukagonga wewe unakaa kwenye kiti cha nyuma. Gari lenyewe linaanza. Yapo tayari. Gari lenyewe linaanza. Likifika kwenye traffic linajua pa linasimama. Kama kuna watu linasimama. Linakwenda mpaka kwenye mlango. Likifika kwenye mlango linapiga honi. Geti inafunguka, naingia mle ndani. Alafu gari linakusemesha. Hata kama umelala, nitakwambia umeshafika. Unaamka unatoka. Hii inaitwa artificial intelligence. Kwamba kwenye petrol station wasiuze watu tena. Maana mara mtu anakuibia. Unaweka artificial intelligence, robot. Liko kama mtu kabisa. Linakuwa limesetiwa tu, linakukaribisha karibu mteja, halipendelei lenyewe. Unaepuka mambo mbalimbali, unaepuka kuibiwa, unaepuka upendeleo, unaepuka kucheleweshwa. Inaitwa artificial intelligence. Hebu sema artificial intelligence. Kifupi inaitwa AI. Artificial intelligence. Linakukaribisha pale, karibu bwana. Ukiingia pale limesetiwa. Likiangalia hivi limesetiwa DNA za linajua huyu mtu, karibu. Linakuwekea mafuta, maliza kuwekea mafuta, linakuaga kwa heri. Kwenye hoteli, badala ya kuwalipa wale waiters pale mara watukane watu, mara watukane wageni,
Unakuta umemweka mtu pale wa kupokea wageni, mara watukane, mara aje boyfriend wake wakakae pembeni ule hasara. Kuna artificial intelligence, kuna robot pale. Ukifika tu unasema karibu mteja. Mimi niliona Japan. Karibu mteja. Kwanza unajua wewe ni mtu, huwezi kujua sio mtu. Mimi niliona anakuinamia, uchukali samadeshta. Unajua ni mtu. Ila baadaye utakuja ugundua anavyotembea, anatembea kwa kanuni sana. Unaona mbona mtu anatembea kwa kanuni sana? Anafika pale, halafu anakuambia, "Toi tashmashte, nikusaidie nini?" Unamwambia, "Bwana, mimi I don't speak Japan, siongee Kijapani." Anakuambia ana tune up, unamwona kama anafanya hivi, ana tune Kiingereza. Mnaanza kuongea. Unaelewa? Lakini ni mtu. Unamwambia nataka chumba, yeye mwenyewe ndio laptop. Hahitaji eti yeye mwenyewe chumba namba ngapi, cha aina gani, anakuambia tuna suti, tuna executive suti, shilingi kadhaa. Wewe unataka nini? Unasema nataka nikione chumba. Anakuambia twende nikupeleke. Linaanza unalifuata. Linabonyeza lenyewe hiyo lift ya kweli, linabonyeza. Halafu linakuambia, "Dozo onegai keshimasu." Ya ingia karibu. Unapita, ukiingia na lenyewe linaingia, linabonyeza. Linakupeleka mpaka unapotaka, linafungua, linakuonyesha kitanda. Limesimama tu. Unaona. Baadaye nakuuliza umeridhika? Unasema sawa. Nakwambia twende. Mnashuka nalo tena. Huwezi kujua kwamba si mtu. Hiyo ndio inaitwa artificial intelligence. Wewe umekaa tu hapa Msewe, umekaa tu hapa Kigiragira Jetirumo, unashangaa. Ulimwengu unakwenda kwa kasi kuliko unavyofikiria. Unanisikia Naomba mtu anisikie, kwa sababu leo kuna mtu amelengwa. Leo kuna mtu amelengwa. Nasema kuna mtu amelengwa leo. Mtu wa mbinguni leo amemlenga mtu fulani. Kuna mtu fulani ambaye wewe ni wa muhimu sana, lazima uyasikie haya ya leo. Hebu sema amen, amen. Linarudi na wewe hilo dudu hilo, linafika pale, linakuuliza sasa unatakaje? Unasema basi nipe hiyo chumba. Linaingiza mkono mahali, linachukua kadi ya chumba, linakukabidhi. Halafu linakuomba na wewe, naomba kadi yako ya nini? Kadi yako ya benki. Unalipa kadi yako. Ukilipa kadi yako, linajichomekea lenyewe. Kama tunavyochomeka kwenye ATM, linajichomekea lenyewe hivi. Likichomekea linakuambia ni dola 1000. Unakubali? Sawa. Alafu linabonyeza ti. Alafu inakutegea kifua, inakwambia ingiza ile password yako ya kutoa hela. Kama unavyotoa hela, unaingiza ti. Alafu linachomoa, inakwambia tayari hela ilishaondoka. Umechomeka kwenye ATM, umeshafanya muamala. Unakwenda kwenye chumba, linakaa kule. Na lenyewe linajua ukiliambia njoo uniamshe saa 8, saa 9. Kwa nini wanafanya hivyo? Unaweza kumwambia mtu akuamshe akasahau, ukaachwa ndege. Unaona? Mashine lenyewe niamshe saa 9. Saa 9 inafika tu, lishafika tayari, ishasetiwa pale. Gong mpaka utafungua. Hiyo inaitwa artificial intelligence. Unanisikia Ulimwengu unataka sasa ulimwengu uletwe kule, kuwe na friji ambazo zina artificial intelligence, kuwe na makochi yenye artificial intelligence, kuwe na TV zenye artificial intelligence. Sasa hebu sema ile internet iliyopo ya 1G, ya 2G, ya 3G, ya 4G haitoshi kuubeba ulimwengu wote kwenda kwenye artificial intelligence. Unanielewa sasa Kwa hiyo watu wa mifumo ya dunia wamekuwa wanang'ang'ana kwamba sasa wafanyeje ili ulimwengu hame kutoka kwenye artificial intelligence, kutoka kwenye intelligence ya kawaida. Kwa sababu unaposema 4G ni speed ya internet, kwamba ukiamua inatokea, ukiamua inatokea. Kama speed ndogo ukibonyeza pap, kanafanya kwanza baadaye unaona. Hiyo maana yake speed nini? Ndogo. Speed kai maana yake tip. Ukigonyeza kama una kabando kadogo, ndio maana tip. Mtu anaongea speed ndogo. Unasikia Nataka nikupe kitu ambacho kikishindwa kugeuza kuwa mombaji, basi utakuwa mombaji maisha yako yote. Hebu sema amen. Kwa hiyo sasa dunia inageuzwa kutoka kwenye kawaida kuingia artificial intelligence. Kama hivi unavyoona kwenye artificial intelligence hatuhitaji sisi kuandika vitabu. Ninapokuwa naongea hivi, jamani haleluya, kule chini kuna mashine ina print. Amen. Amen. Nikija kumaliza mahubiri tayari alishachapwa.
Yaani hii microphone kwenye artificial intelligence imeungamanishwa na word processing. Ukiwa unaongea huku unachapa unamaliza. Kwenye artificial intelligence mchungaji hahitaji kuja kanisani ili ibada iwepo. Kunakuwa na skrini hapa, iko hapa. Mchungaji yuko nyumbani kule, mnaona hapa yuko nyumbani kwake. Kwenye artificial intelligence ina mashine za dunia zinawamiliki watu kuliko binadamu mwenyewe. Mifumo ya dunia inachukua watu, yani watu wanahama, hawaonani kabisa isipokuwa wanaonana mifumo ya dunia. Lakini mwisho wa siku anayemiliki na kuongoza mfumo ni mtu mmoja, ambaye ndiye atakayeitwa mtu wa uharibifu au mpinga Kristo, ambao dunia yote itajikuta imeangukia kwenye vidole vyake bila kujua. Mpinga Kristo haji kubandika watu sita. Unanisikia Unanisikia Nisikilize vizuri. Kwa hiyo sasa tunapohamia kwenye hiyo, sababu mojawapo ni artificial intelligence. Sasa watu wako greedy, choyo. Wanaogopa kuibiwa. Kwa mfano, unaona sasa mtu akikukamata mahali akakuniga, akakwambia bwana nipe ATM kadi yako. Chukua hiyo hapo. Nipe na nini? Nipe na password. Utampa ya uongo. Tampa ya uongo. Sasa kwenye artificial intelligence sio hivyo. Kwenye artificial intelligence ni kwamba kila kitu kinakuwa automated ili watu wasiibiwe. Paka wewe mwenyewe ukifika pale ukiweka chip, kunakuwa na chip. Ukiweka chip hivi nakwambia sio makadi kama haya. Kadi ukiibiwa ukabananishwa mahali hela inatoka. Lakini kama umewekewa kikadi ndani ya mwili unaweka wewe mwenyewe. Alafu kadi hii imetengenezwa kiasi kwamba wakikuua wakakata mkono haifanyi kazi. Inafanya kazi wakati damu inatembea. Unaelewa? Mpaka uweke hivi. Kwa hiyo haibiwi mtu. Ni ulimwengu ambao sasa wa artificial intelligence. Unanisikia jamani Unanisikia jamani Unanisikia Nisikilize vizuri na uelewe. Sasa dunia sasa inaingia kule sasa kwenye automation, kwamba ndege haihitaji kuwa na rubani. Ndege haihitaji kuwa na rubani, haihitaji. Wengine ambao hamjajua mambo ya ndege hamfahamu. Nikwambie kwa mfano ndege moja ambayo naifahamu. Ndege moja ambayo naifahamu ina kiti cha mmiliki wa ndege. Kwenye private flying, yani mmiliki wa ndege una kiti chako unakaa. Alafu unakaa hapo, una screen yako na headphone yako, mmiliki wa ndege. Kule kuna marubani wanarusha. Lakini ndege hiyo ina artificial intelligence nusu. Ukiingia mle ndani, ukikaa pale wewe, hiyo ndege inazungumza na wewe mambo ambayo rubani anayekurusha hasikii. Inakwambia bwana, rubani anapobonyeza vitu, inakwambia rubani wako anabonyeza sawa sawa, usiwe na wasiwasi. Rubani wako anajua anachofanya, usiwe na wasiwasi. Akianza kuondoka inakuelezea rubani wako sasa anaondoka, namna anavyobonyeza, namna anavyoondoka, yuko sawa sawa. Ukiondoka kidogo inakwambia rubani wako amekosea kidogo, ila kosa lenyewe si halina madhara. Je, unataka aendelee? Wewe unabonyeza mahali aendelee. Yeye hajui. Inaondoka kidogo, afu inakwambia rubani wako anaenda kwa spidi sana. Kwa spidi hii hakuna madhara yoyote, ila ni spidi kali sana. Ungependa aendelee au hupendi uendelee? Wewe unabonyeza mahali kwamba spendi aendelee, inajipunguza yenyewe speed bila rubani kutaka. Anashangaa tu speed inapungua, inarudi mahala fulani. Anajua tu kwamba bosi kanifunga ruku. Unaelewa Zipo. Mimi naijua, nimeipanda zipo. Inakwenda inasema kwamba rubani anavyoniendesha sio vizuri. Na hii spendi, lakini ni hatari. Je, unasemaje? Tuendelee au tusiendelee? Wewe unabonyeza mahala usiendelee. Ile ndege kule kwa rubani, vile vitu vyote vya kuendeshea vinajifunga vyenyewe. Akibonyeza mahala hamna kitu. Ile ndege inapiga kona yenyewe, inatafuta airport ya kujitua yenyewe bila rubani. Akikata hivi haikati, akibonyeza haibonyezi. Yenyewe inaanza kuzungumza na tawa hapo chini. Inaanza kujitambulisha. Kama ni ndege kwa mfano inaitwa H535, inajisema mimi ni ndege fulani, nilikuwa naruka kuendelea mahala fulani, naomba hapo airport mniruhusu nitue kwa dharura. Inaongea ndege yenyewe bila rubani kusikia. Pale chini kwenye aviation wameelekezwa ndege yoyote ikiomba kutua kwa ajili ya dharura ipewe kipaumbele. Kwa wataiambia tua, inapiga kona yenyewe, inazunguka yenyewe, paki inakuja pazuri.
inakuja na rubani, yeye atakuwa ameshajua kwamba mmiliki hana imani na mimi. Unaona, inakuja najitua. Mwenye ndege anakuambia anakufuta kazi, utaniua. Fukuza kazi. Artificial intelligence inatafuta kiwanja chochote cha karibu yenyewe, kwa sababu viwanja vyote hizo ndege nakwambia zipo, sio kwamba zitakuja, zipo, ambayo ni nusu ina artificial intelligence, nusu ni mtu. Tunakoelekea kwenye artificial intelligence sasa, hakuna mtu kabisa, hakuna mtu, na hiyo ambayo haina mtu ni salama kuliko yenye watu. Kwenye mambo ya ndege, ajali zote za ndege 98.5 sio matatizo ya ndege yenyewe, ni matatizo ya rubani. Yaani ndege zote ukisikia ajali sio makosa ya ndege yenyewe, ni rubani, kwa sababu vitu vya kubonyeza viko vingi. Rubani ametoka nyumbani, wamegombana na mke wake, hawajaelewana, hajalala usiku, alikuwa kwenye pombe, ameamkia asubuhi hivi, anaviangalia vibata ni vile hata haoni vizuri, anasema mzee tuondoke. Unaelewa? Wamechunguza wakasema kwamba kumbe ndege ikiwa ya kujiendesha yenyewe ajali zitapungua, lakini ili jiendeshe inahitaji internet ya speed, ili ukibonyeza mahali tu pap panakwenda, pap panakwenda, pap panakwenda. Na hii internet, speed ya internet tulionayo 3G 4G haitoshi, tuongeze iwe 5G. Unanielewa sasa? Kwa hiyo wale sasa wenye akili wa dunia wa mifumo wanasema tuhame kwenye 4G tuingie kwenye 5G. 5G yenyewe ni mara 10 zaidi kwa speed ya 4G, 10 times. Unanisikia eh? Anayenielewa sema amen. Naongea madesa, lakini nimewaweka kwenye lugha ya Kimakua, ya Kimakonde, ya kienyeji, ili mtu aelewe. Wanasema sasa kwamba sasa ili iwe kila kitu kiwe automatic, usije ukabonyeza kwenye ndege hivi pap nipeleke Mwanza. Sasa kama internet ya polepole, ile ndege sinakwenda inaelekea Morogoro pale itakumbuka Mwanza ndio inakata kona, itachelewa. Kwa hiyo lazima speed ya internet iwe tip hapa tip, iwe kama ilivyo akili ya mtu. Mtu huwa huambii kwamba niletee maji, ukaanza maji afu kaenda kwenda. Unaelewa? Ndio maana mtu ukiambiwa naomba maji, unageuka maji. Hata ukiwa unakwenda kwenye maji, akiagiza kingine, hapana, ukiwa unaleta maji niletee na kahawa. Sawa, huku nakwenda na kahawa imo na maji yamo. Hapa anakuambia ukiwa unachukua na kahawa, muangalie na mtoto pale, unakuwa na mtoto yumo, anakuongezea, angalia usijikwae ukiwa unakwenda, una vyote. Una maji, una kahawa, una mtoto, unaangalia kujikwaa, unatembea, unapanda ngazi, vyote. Hiyo ndio maana ya memory. Hebu sema memory. Sasa dunia inaona kwenye artificial intelligence hii speed ya internet haitoshi. Hebu sema haitoshi. Miaka 10 iliyopita dunia ikaanza kusema tuingie kwenye speed inaitwa 5G, ambayo 5G maana yake ni kwamba unachukua signal kutoka kwenye satellite kwa kutumia frequency, radio frequency. Hiyo radio frequency speed yake ni mara 10 zaidi ya 4G tunayotumia. Hiyo ndiyo dunia inaweza kutosha kwa artificial intelligence na mambo mengine. Hiyo ni pamoja na mambo ya banking. Hiyo ni pamoja na mambo ya usalama. Hiyo ni pamoja na mambo ya kanisa. Dunia yote yani iwe kwenye automation. Sasa watu wanasema tutawezaje kufanya hivyo? Basi wanaanza kuchukua signal kutoka kwenye satellite. Lakini hebu sema sikiliza vizuri sasa. Wanapochukua hiyo signal kutoka kwenye satellite kwa ajili ya 5G, hiyo signal ya frequency ni very high frequency. Yaani ni frequency kali sana, ambayo kwa mipangilio ya dunia ni karibu inakuwa classified kuwa silaha. Nirudie tena. Yaani kwa sababu silaha zamani ilikuwa bunduki, silaha sasa hivi inaweza kuwa hata mionzi. Yaani ile speed ya frequency ya kuwezesha 5G iende kwa mtazamo wa dunia iko chini kidogo tu kuitwa ni silaha ya frequency. Kwa hiyo dunia wakaamua basi tuanze, ili kusudi tuwezeshe artificial intelligence tuanze.
sio marais wa dunia. Unajua naposema mifumo ya dunia, usiwaze rais wa Marekani, usirais wa China. Wanaoongoza nchi sio hawa wanasiasa. Kuna wanadamu wenye ushawishi, sema wenye ushawishi, matajiri kwenye insurance, kwenye mabenki, kwenye military, kwenye uchumi. Kuna watu wako wanaongoza dunia. Wanasiasa wanakujaga na kwenda. Wako watu ambao ndio wanaongoza dunia, na nyuma yake yuko mtu wa uovu anaitwa mpinga Kristo, ambaye Bwana atamwangamiza kwa pumzi ya uwepo wake. Pigie makofi, haleluya. Sikiliza vizuri. Sasa hebu sema Kwa hiyo wakaamua sasa tufanyeje, kwa sababu hiyo ni hatari, ina radiation. Hebu sema radiation. Mionzi, radiation ni mionzi ambayo ina uharibifu. Hiyo 5G inapotumika mahali kuna mionzi yenye uharibifu. Basi watu wakasema bwana, hivyo kuna mambo mangapi tulipokuwa tunapeja kiteknolojia tulikubali watu wafe ili aendelee. Mwaka 1918 pale palipotokea Spanish flu, tulikuwa tuna introduce radio. Ile mionzi ya radio ikawapa watu flu, wakafa wa kutosha. Baadaye wakazoea, miili yao ika-adjust, seli zao zika-adjust, wakawa sawa, dunia ikawa sawa. Leo tuna radio. Wakati tunapeleka rada, waitokea matatizo, watu wengi wakafa na nini, lakini baadaye tuna rada, tuna faida. Tunapeleka satellite ili kutokea hivyo. Tuanze na hii 4G, 5G. Tuanzie wapi? Mchina ndiye akasema tuanzie kwetu. Sikiliza vizuri. Tuanzie mji gani? Mchina akasema tuanzie mji unaitwa Wuhan. Tuanzie pale 5G. Kwa hiyo wakaanza kuseti sasa, kuchukua hizo frequency, very high frequency. Yani ni mionzi very high frequency ambayo ni sawasawa na silaha ya kivita. Yani ni kidogo tu itwe silaha ya kivita. Wakaanza kuchukua sasa, yani makampuni yote duniani pale Wuhan, pale ni mahala padogo, yakashusha yote pale 5G. Pale yakashusha yote 5G. Kwa hiyo mionzi si ya kawaida hapo. Mionzi ya 5G ya simu, ya minala, ya kompyuta, ya towers, yani mahala pafupi pameletwa hayo mionzi hiyo imeshuka pale. Lakini watu wanasema ni afadhali, kwa sababu ulimwengu tunaouendea wa artificial ni wa muhimu sana. Wakati sisi tunajua ulimwengu tunaouendea wa artificial intelligence ndio wa mpinga Kristo, ndio wa kifo. Yani ndio ulimwengu ambao watu watasajiliwa kuwa raia wa dunia. Huwezi kukwepa kwa sababu umesajiliwa. Hebu mwambie mwenzako sio mimi. Sisitiza, mwambie sio mimi. Utasajiliwa au utasajiliwa? Sema sio mimi. Sema sio mimi. Asema sio, mwambie mimi nimeandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Siwezi kuandikwa kwenye vitabu viwili na kitabu cha mauti. Jina langu lishafutwa. Pigie Bwana makofi kama ukipenda. Kuna mtu namwona anashangaa. Sikiliza nikupe vitu. Wewe uko hapa juu. Sikiliza nikupe vitu. Hii unapokuwa naomba ujue unashindana nani. Huu ni wakati, kama hujawahi kukesha utakesha kama mwenda wazimu. Huu ni wakati, kama hujawahi kuomba utaomba kama mwenda wazimu. Huu ni wakati, kama hujawahi kumlilia Bwana utamlilia Bwana kama hauna akili timamu. Ninakubali watu watuite wapumbavu, kwa sababu wapumbavu kwa namna tunamwabudu Bwana. Kama kwa namna tunavyomwabudu Bwana ndio upumbavu, tunakubali safari hii kwamba sisi ni wapumbavu. Lakini hatutaacha kupaza sauti yetu kwa Bwana na kumwambia Bwana ndiye nanga yangu na wokovu wangu, kimbilio langu na msaada wangu. Yeye ndiye atakayeniokoa na mtego wa mwindaji, na tauni haribuyo, na mabaya hayatanipata mimi. Nikiinua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Yeye akulindaye hata lala wala hata sinzia, aliye mkuu wa Israeli. Bwana akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Na yaweza mambo yote mimi katika yeye anitiaye nguvu. Kwa msaada wa Bwana na likimbiza jeshi. Kwa msaada wa Bwana na kimbiza majeshi. Kwa msaada wa Bwana nitatenda mambo makuu, maana yeye
maana yeye amewakanyaga watesi wetu. Bwana ni mtu wa vita, Bwana ndio jina lake. Jeshi limejipanga kupigana na sisi, wala moyo wangu hautaogopa. Vita vichapotokea, hata hapo nitatumainia. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakaolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utafakari uzuri wa Bwana hekaluni mwake, ili mradi yeye atanisetiri bandani mwake siku ya mabaya. Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Hepasakapasata papa, piga kelele. Kaa kidogo. Bwana ni nguvu yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Watenda mabaya waliponikaribia waniwe nyama yangu. Watesi wangu walijikwaa wakaanguka. Sikiliza vizuri. Kwa hiyo wakasema watu wote kwenye ulimwengu wa kiteknolojia wanajua kwamba wakati wa radio zinaanza 1918 kulitokea matatizo, watu wakafa, lakini baadaye miili ya watu ina-adjust na mawimbi ya radio. Lakini radio nayo iona imekaa kwenye msingi wa mauti za watu. Frequency hizo baadaye miili ya watu ikazoea, mambo yakaendelea. Ikaja kwenye radar, ikaja kwenye satellite. Ilipofika kwenye 5G, wakasema wafanyie wapi? Ifanyikie wapi? Baadaye wakasema basi ifanyikie kwenye mji huu. Umesema ilaje? Wuhan. Fanyikie kwenye mji ule. Wakaanza. Imefanyika kwenye mji ule. Angalia utaona, angalia 5G. Kaangalia Google 5G imeanzia wapi? Utakuta imeanzia mji unaitwa Wuhan. Kwa hiyo likawekwa blanket la 5G. Maana yake minala 5G, sim 5G, computer 5G, internet 5G, kila kitu 5G. Mionzi katanda pale. Na sasa desturi ya 5G ya ile mionzi, frequency za 5G zinakwenda kwa kasi sana. Mionzi ile radiation, hebu sema radiation. Ni kuelezea kidogo tena radiation ni nini sasa, kwa sababu ni elimu na fizikia imo humu ndani. Mzee Salehe pale ni mtu wa fizikia, angenisaidia kama ningekuwa nimemwandaa. Lakini bomu la nuclear lilipotupwa Hiroshima. Nimewahi kufika Hiroshima, nimewahi kufika Nagasaki, kwa hiyo siongei story. Lilipotupwa, cha kwanza vitu vinne viliua watu. Lilipokuwa pale juu likalipuka, ile nuru ilipotoka, nuru ile, ule mwanga wale waliouona unakufa pale pale. Ni mwanga mkali vibaya mno. Cha kwanza hicho. Mwanga tu limelipukia pale juu, ule mwanga kama radi, waliofanikiwa kuona unafariki. Cha kwanza. Cha pili, sauti likalipuka, ule mungurumo wa sauti, matumbo ya mtu yanafumuka yanatokea puani. Yaani ni sauti kubwa, kwa hiyo kuna watu wakafa kwa ajili ya ile sauti ya hiyo bomu. Hiyo sauti ni sauti ambayo haiwezi kubebeka, masikio yanapasuka. Baada ya pale, hiti, joto la eneo hilo linapanda mpaka Celsius 900 na ushehe. Kwa hiyo watu wanayeyuka. Sio kwamba unakuta wale watu waliokufa wanayeyuka, wanakuwa majivu na majivu yanayeyuka. Alafu cha pili sasa, inapokuja kuanguka chini sasa, inafuata hivi inaitwa radiation, mionzi. Inakuwa imeacha mionzi pale. Mionzi inaendelea kuwaua pole mpaka leo ipo. Kuna watu wanazaliwa, wengine hawana mkono, wengine hawana mguu, wengine hawana macho, wengine wana shida ya ngozi kwa sababu ya mionzi ya radiation. Hebu sema radiation. Sasa hawa watu wanapochukua signal kutoka kwenye satellite ili wailete hapa duniani kwenye majumba, igeuzwe iwe kwenye 5G ili iweze kufit artificial intelligence ambayo dunia inaitaka kwa ajili ya speed ya internet mara 10 zaidi ya speed ya 4G. Mionzi ile inapogusa mwili wa mtu inaleta sumu kwenye seli. Sasa seli ni nini? Mwili wa mtu wote ni cell. Hebu sema cell. Yaani jumla ya mtu ni cell. Cell ni nini? Cell ni kama vile vidamdamu. Unapoiona damu ina vitu viwili ndani yake. Ina plasma, yani majimaji, na ina ule wekundu na uona ule sehemu ya wekundu ni cell. Umeelewa sasa Kwa sababu damu ni nyekundu, si ndio damu sio nyekundu. Chekundu ni cell. Lakini damu ina maji na ina cell.
yale majimaji yanaitwa plasma. Ndio maana Yesu akatoka maji na damu. Ile damu ndio cell, ndio nyekundu, wekundu ule ni cell. Sasa mwili wa mtu umeumbwaje? Huwa unaanza na cell. Madamdamu yale yanakusanyika, yanajikusanyika, yanakusanyika, yale madamdamu yale yanajiumba hivi, yanageuka, yanakuwa nyama. Hiyo nyama inaitwa tissue. Ndio maana zile karatasi za chooni zinaitwa tissue, maana yake ni nyama nyama, umeelewa? Ndio inatoka kule tissue. Yale manyama nyama yakikusanyika hivi pamoja na ganda yanakuwa nyama, inaitwa mwili. Sasa tissue, kwa hiyo cells zikusanyika nyingi hivyo, madamdamu yale yanagandiana, na yakigandiana yanaunganishwa na kitu kinaitwa melanin, kinaitwa nitakwambia protein moja, nitakupa jina lake. Yanaunganishwa kama gundi kwa pamoja, yanakuwa ni nyama. Sasa unaona, linyama hili inaitwa tissue. Ndio maana unasikia kwenye biolojia tunasema seli zikiwa nyingi zinatengeneza tissue ambaye ni nyama. Sasa nyama zikiwa nyingi na zenyewe zinajikusanya, zinatengeneza organ, kiungo. Sasa kama sikio, kama moyo, kama figo, kama ini, kama pua, kama mguu, inaitwa kiungo. Kwa hiyo tissue zikiwa nyingi zinatengeneza kiungo ambao Kiingereza tunasema organ. Sasa viungo na vyenyewe vinakuwa vingi, kwa mfano pua, mdomo, macho, masikio, vinatengeneza kitu kinaitwa mfumo. Hebu sema mfumo. Ndio maana unaona kuna mfumo wa kusikia ambao una include masikio, una include masikio, mfumo. Mifumo ikiwa mingi, maana yake mfumo wa kusikia, mfumo wa kuona, mfumo wa kunusa, mfumo wa kuongea, mfumo wa kugusa, zinatengeneza binadamu. Kwa hiyo binadamu ni mkusanyiko wa mifumo, ni mkusanyiko wa viungo, organ, ni mkusanyiko wa tissue, ni mkusanyiko wa cell. Ukitaka mtu atawanyike, unapiga bomu, cell zinaanguka vipande vipande, mtu anageuka kuwa damu, hakuna mfupa. Umenielewa Umenielewa Kuna protein inaitwa ramenin. Hebu sema ramenin. Ramenin ni protein ambayo inaunganisha cell kwa cell, ni gundi. Yani hii cell lazima iungane na cell hii na cell hii, yani midamu hii iungane na midamu hii na midamu hii na midamu hii mpaka inakuwa nyama. Sasa kuna protein inaitwa ramenin ambayo ndio inaunganisha haya madamu ili yawe nyama. Inaitwa ramenin, na hiyo protein hiyo ina alama ya msalaba. Ukiangalia structure yake, inashika huku nyama na inashika huku nyama na inashika huku nyama na inashika huku nyama, ina alama ya msalaba. Kwa hiyo mtu apende asipende, ana msalaba ndani yake. Uwe Muislamu, uwe Buddha, uwe Baniani, una msalaba ndani yake. Yaani katika yeye tumeungamanishwa. Ukipiga bomu la kuyeyusha ramenin, mtu anaanguka chini, anakuwa vipande vya damu. Unadondoka chini, hakuna mfupa, hakuna nyama, unakuwa vipande vya cell. Umenielewa Umenielewa Si useme amen? Sasa sema Kinachotokea sasa kwa binadamu sasa, ile mionzi inapompiga mtu, zile frequency, radio frequency spectrum zinapompiga mtu, ile cell sasa ambayo ndio mtu inapata sumu. Inapopata sumu, inapata kitu kinaitwa toxicity, maana yake ni sumu. Hiyo seli maana yake inapata sumu, inang'ang'ana kujirinda sasa. Inapopata sumu, inapong'ang'ana kujirinda, inatoa uchafu ndani yake. Inapotoa uchafu ndani yake, ule uchafu unaotoka kwenye hiyo cell ndio kirusi, ndio virus. Kirusi kinaitwa kirusi. Sio cha corona, ni kirusi, ni virus ambayo ni sumu. Yani ile cell kwenye kung'ang'ana, jamani, napigwa na mionzi jamani, inatoa nje kitu ambacho ni DNA na RNA, ndio virus sasa. Hapo sasa mtu anapata mafua. Mafua sio ya corona, siongei corona mimi. Anapata mafua sasa kwa sababu ya virus, na anaonyesha dalili kabisa ana virus, ila sio wa corona. Virus kwa sababu ukimpima ndani ya mwili utaona virus wapo. Lakini sio wa corona, ni virus ambao seli ya mtu imepata sumu. Katika kujilinda kule sasa, mtu sasa anadhihirisha dalili. Hebu sema dalili za mafua, dalili za kuumwa kichwa, dalili za kupiga chafya, dalili za kukohoa. Dalili utakazoziona ni 100%. Dalili za nini hizo? Ni dalili za mtu ambaye mwili wake umeingiliwa na virus. .
Mwambie mzako unaongea na mtu wa mbinguni. Mwambie akumbuke hivyo kwamba ameletewa na mtu wa mbinguni elimu ya mbinguni yenye kumwondoa woga, atembee kama mtu wa mbinguni. Hey! Ni saa ya kutembea. Ndio maana natembea kama mtu wa mbinguni. Najua vyote. Najua tuendako, najua tutokapo. Na ndio maana watu wangu, hakuna hata mtu wangu mmoja eti atasemwa, huyo mtu wangu atasemwa eti kwamba amekufa. Haitatokea hapa. Sio wewe. Haitatokea. Nasema hautakufa wala ndugu yako wala kaka yako. Lakini akiyafuata maneno haya ninayosema, Biblia inasema, mwanangu, lishike neno langu, ulifunge shingoni mwako, maana ni uzima kwa wao wazipatao na afya ya mili yao wote. Haleluya, haleluya. Shandeke pasapara kapasiti. Shandaka pasapapa. Sema 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 Kwa hiyo sasa inaitwa cell poisoning. Hebu sema cell poisoning. Cell kwenye kujitetea hivyo inakuwa poisoned, inatoa chemicals zinatoka ndani ya cell. Kwa mfano, unajua watu hawajui, ukifika mahali ambapo hapakukubali au umejifunika shuka lenye uchafu, unaanza kupiga chafya. Chafya hii inakuwa ni nzuri kwa sababu mwili umesense kitu, alafu mwili unakitoa. Hakuna mwili unasema hamna hiyo, toka ndio maana ukipiga chafya watu wanasema blessing. Unaelewa hiyo? Wanasema blessing, wanasema afya. Kwa nini? Yani kuna kitu kimeingia, ama kwa kunusa ama kwa mdomo. Sasa mwili umegoma, mwili unasema hakuna, hiki sio sehemu ya mwili, toa nje. Alafu toa nje tena. Ukipiga chafya mara 4 unajisikia vizuri. Mpige Bwana makofi. Piga Bwana makofi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwambie mwenzako, mabaya hayatanipata mimi, wala tauni haitakaribia hemani mwangu. Shatuku pushindile bebe. Hear my cry. Lord, we need your mercy and we need your grace today. I'm coming to you today. See our hearts. Lord, we need your mercy and we need your grace today. I'm coming to you today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, yes, from heaven, forgive our sins, we pray. Though we are few, we surrounded by many, we gonna accuse before. And this is the song we singing forever. Holy is the Lord. 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 Imba kapari titi imuhapa. Kaa kidogo. Kwa hiyo hebu sema Kwa sasa ile frequency, radio frequency ya 5G, speed yake inafananishwa na silaha ya maangamizi. Yani silaha za maangamizi unapozigrade, ikitoka tu 3G, classification ya frequency ya radio yenye uwezo wa 5G ni karibu kabisa na classification ya silaha ya kivita. Mmenisikia nilivyosema Nisikia nilivyosema Kwa sababu ya hiyo mionzi.
zile cells za mwili wa mtu zinaanza kupambana, zinatoa mafuta, zinatoa chemical, zile DNA na RNA zinatoa chemical poison, zinaanza kutupa nje, ndani ya cell, zinaanza kutoa ndani ya cell ile sumu, toxicity. Sasa hiyo sumu inayotoka hiyo inakuwa imetoka, ndio kirusi, sio cha corona lakini kirusi, ndio virus. Yani virus manake ndio hiyo inatoka hivyo. Inapotoka, sababu imezalishwa kwenye mwili, inaanza sasa kuathiri mwili. Kwa hiyo mtu unakufa kwa sababu ya virus ambaye anatokana na sumu inayotoka ndani ya cell ambayo haina dawa. Baadaye mtu anakufa kwa sababu hiyo. Maneno ninayokuambia ni kweli na amina. This is a global cover up than ever. Hii ndio agenda ya dunia kubwa ambayo inapita kuliko agenda zote. Wale wanono wa dunia wanajua. Ndio maana wanajitangaza tu. Hamna neno. Kwa sababu ni radio frequency yenye higher frequency. Sasa leo Mungu alikuwa ananiambia, nikamwambia Mungu, tutaishindaje hii kitu? Tutaishindaje hii kitu? Mnongoneze mwenzako, mwambie wana wa Israeli walijua miujiza, lakini Musa alijua njia za Mungu. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. I will rejoice. In everything I'll give thanks to you, for you have been my life, my salvation. Oh, I will rejoice. Sikilize. Kwa hiyo sasa dunia ina agenda yake ya 5G yende kwa ajili ya artificial intelligence, ili kumpa mpinga Kristo njia ya kumiliki dunia. Mungu wetu habadiliki. Mungu wetu habadiliki milele hata milele. Hallelujah, 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 oh hallelujah.